Mtu wa Mungu, ni Mungu alikuchagua, ni Mungu alikuita, ni Mungu amekuruhusu bebe hii mizigo unabeba right now. Nielewe tu mtu wa Mungu ya kwamba katika hiyo familia yote na katika hiyo community na katika hiyo zone huko, Mungu alikuwa bado na watu wengi sana, lakini akakuchagua wewe. Ndio maana amekupatia mzigo wa kubadilisha hii family. Ndio maana amekupatia mzigo wa kuinuka. Angalia hata wale mmezaliwa nao hawana ile mzigo wewe uko nayo right now. Naweza kuwa hata wewe si first born. Naweza kuwa wewe hata ndio last born kwenu. Naweza kuwa wewe hata ndio namba ngapi. Ila katika hiyo family Mungu huchagua mtu mmoja. Na akichagua huyo mtu, maisha ya huyo mtu hayakuangi the same. Yeye ndio anakuanga kama prefect ama chairman ama kiongozi kwa ile family. Nilikuwa nasoma hadithi fulani ya monkeys, hawa tumbili, na nikaona kwa hiyo story wanasema wana monkey, wakati tumbili zinaenda kuwinda, kwa mfano kukula chakula kwa shamba la mtu, kwa mfano kuna tumbili ambaye kazi yake haikuangi kwenda kuvuna mahindi ama kuvuna chakula. Kazi ya huyo ambaye amechaguliwa, huyo nugu ambaye amechaguliwa, anakuja mapema, anapanda juu ya mti ama the top place kabisa, ananyamaza, anaangalia mwenye ako shambani ama area kama iko safe, alafu kutoka hapo anaita wale wengine, anapeana signal. Wale wengine wanakuja, wanakula mpaka wanabeba, lakini kila monkey ambaye anakula anabebea yule ambaye anawaangalia. So yule anaweza kuwa hajaenda pale katika hali ya kuvuna, lakini yeye huletewa na kila monkey mwingine, maana hiyo ndio kazi designated. You understand? Na kupitia hiyo Roho wa Mungu alikuwa ananifundisha ya kwamba hawa watu ambaye wameitwa na Mungu na wamewekwa wakfu tuwaite nyota ya Bwana. Hawa watu wa Mungu, huwa Mungu anawatuma mbele katika maisha. Kwa hiyo familia anapewa vision, anapewa maono, anaona vitu vibaya, anaona vitu ambavyo haviendi vizuri, na Mungu anamweka hiyo mzigo ya kurekebisha haya mambo. Na vile yeye anafanya rohoni ni kwamba wale ambao wameenjoy sacrifice yake, Mungu huhakikisha kwamba ndio wamewabariki, na hao hizo baraka zinarudingi kwake, kwa huyu ambaye amebeba mzigo. Nao hapo ndio shetani hugonga ya kwamba badala ya sisi kupokea baraka, kwa sababu tumekuwa pale tuna watch tower, tunaangalia tupokee baraka ya ile kazi tumefanya, unakuta shetani ufunga hiyo. Wale ambaye tumesaidia, unakuta hao ndio wanakuja kutupiga baadaye, ama unakuja hao ndio wanaenda kinyume, wanakuwa chanzo cha wewe kuluzi ile favor. Jichunge sana na hiyo mtu wa Mungu. Wakati Mungu amekupea mzigo kama hii, understand number one ya kwamba hata hiyo family hawataku understand, hata hao marafiki hawatakuelewa. Usingojee kuelewa mtu yeyote akuelewe, maana they will not. Umefichwa, uko pamoja nao, lakini Mungu amekuficha to a place. Stress kubwa ya sisi watu kama hao ni kwamba tunajaribu sana kutafuta identity, tupendeke, tukubalike, tuonekane. Unashindwa, mbona hawa ni wakubwa kuniliko na hawana hii mzigo ya kujengea wazazi, hawana hii mzigo ya kuinua vitu vingine? Ni kwa sababu Mungu amekuita wewe, na Mungu anajua kwamba ukibeba hii mzigo, wale watu ambao wamebarikiwa kupitia wewe watainuka wakubariki. Sasa wewe omba Mungu sana, ufunguke macho, maana hapo ndio sisi ufungua macho. Tunakuwa tunafungwa macho kuangalia, mbona wewe nilikusaidia na hujanibariki? Si wao wanastahili wajicommand kuja, ni wewe unastahili kufungulisha kutoka ulimwengu wa rohoni ya kwamba Baba, nimekuja na prayer of appeal, nimesaidia hawa watu, nimefanya mambo haya, nisaidie. Ndio inatangwa imani bila matendo imekufa, na matendo bila imani imekufa. So usiwe distracted wakati unabeba huu mzigo. Nimesema ya kwanza, usitake sana kupendeka na kukubalika, hawatafanya hivyo. Number 2, usiwe mtu wa kucomplain, mbona mimi. Kuanzia leo anza kusema asante juu ni mimi. Maana jambo moja, ahadi kama zile za miaka iliyoliwa na nzige itarejeshwa, inakuanga ya watu kama hao, kama mimi na wewe ambaye tumebeba hii mizigo. Na zile ahadi ya kwamba hatutahaibika ni zetu. Kwa hivyo fanya ile Mungu amekupea, ufanye hiyo assignment ukijua kwamba you are not alone, you are taken care of. Future yako na destiny yako Mungu ameifunika. Sasa wacha kucomplain sana, maana kwa kucomplain huwa tunapoteza neema. Number 3, venye unafanya mtu wa Mungu, kuwa muombezi, be extra.
Wewe sasa si mtu wa kukaa kama hawa watu. Wewe si mtu wa kukaa kawaida. Wewe ni mtu unastahili uwe unafanya extra. Kama ni maombi, nisikuone tu na maombi ya 20 minutes, 30 minutes. Chapa 3 hours, 4 hours. Kuwa mtu wa kusikiza sana rohoni. Jazwa Roho Mtakatifu. Kataa kuishi kawaida. Kataa kuishi kama mwanadamu wa kawaida. Maana maisha yako yenyewe si ya kawaida. Mbona uishi kama kawaida? Anza sasa kujua mambo ya rohoni. Ufungulishe vitu rohoni. Una understand? So every day kuwa muombezi, do extra. And kuwa muombezi, soma neno la Mungu, shikilia neno la Mungu, yani kuwa busy katika kingdom ya Mungu. Maana hiyo ndio calling yako. Na jambo lingine unastahili kulifanya, wewe ni mtu unastahili kuwa wa imani. Unastahili uwe unatengeneza vitu kwa imani. Use faith. Nasema ukuwa na imani ndogo kama mbegu ya haradali, anaweza badilisha. Esther alikuwa na imani, na ndio maana aliokoa Wayahudi wote wakati ule hawakupigwa. Kuna wakati unastahili usimame na imani, na hata kama mambo hayatendeki, hata kama mambo hayajajibiwa mapema, hata kama hujapata sign yoyote, unastahili kila siku unaenda zaidi ya vile ulienda jana. Maana wewe uko na maisha yako personal, na bado hao wengine wote wanakutegemea. So you are not supposed kuishi tu ati ukijihurumia ama ukijililia pale. No. Every day anguka, amka. Rudi kwa maombi, mtu wa Mungu, maana anajua hiyo ilikufanya uache kuomba. Hiyo ilikufanya uache mambo mengi ya huduma. Rudi katika Mungu. Ndoa ilivunjika, ikaharibika, umeanguka kwa hizo laini, rudi. Umeenda pale juu. Most of the time characteristic ya hao watu ambao wamebeba hii neema ya kuwa breadwinner ama kingdom savior wa watu ni kwamba number 1, wao hupigika sana kifedha. You need to work extra hard. So anza kufungulisha finances, kiafya na nini, every day. Be okay, be still. Yani wacha uwe mizizi yako kama vile Daudi anasema kwa Zaburi 23 ya kwamba amenipeleka kwenye majani mabichi akanilaza. Karibia sana majani mabichi ambaye ni Yesu Kristo. Karibia sana mtu wa Mungu. 3, la mwisho ni wewe tafuta watu walio kama wewe. Tafuta watu walio kama wewe, uwe marafiki zako. Usiwe na marafiki na watu ambaye hawana calling kama yako ama vision kama yako, maana wataangusha chini. Leo hii mtu mwenye amesimama juu ya meza na mtu ako chini, ni nani anaweza vuta mwingine? Huyu ako juu ya meza ameinuka, hawezi kuinua maana hayuko stable. Lakini huyu ambaye amekanyanga chini anaweza vuta yule. So wale ambaye hawana vision, wale maisha yao ni kawaida, ni rahisi sana wewe ambaye umekaa juu ya meza, ni rahisi sana wewe kutekwa na kurudishwa chini. So mambo ya negativity, negative energy na hizo vitu wewe haustahili kuwa nayo, na ustahili kuwa na karibu naye. Sisemi usiwe na marafiki, nasema epukana sana watu walio na negative energy, watu walio na mambo ya wachana na Mungu hajibu, kuna shortcuts, sijui tuende tuvunje madhabahu gani. So no. Jua kwamba every day jiambie Mungu ananipenda, God loves me, na mimi ni mtoto wa Mungu na Mungu ananijali. Be that proud child of God. Jua haki zako katika ufalme wa Bwana. And so the more unakaa ndani ya Roho, the more Roho anakufungulia vile maisha yako yanastahili kuwa. Na mwisho mimi nakuombea sana mtu wa Mungu. Najua it's not easy, najua sio barabara nyepesi, lakini ninapitia, kwa hivyo ninajua umeipitia na utashinda. Everybody ambaye ameitwa hivyo ameipitia hiyo safari. Kwa hivyo nikikufundisha vitu, mimi sikufundishi vitu kama mtu tu. Na kufundisha kama mtu ambaye Mungu amempitishia hayo mambo. I know what it means. So don't do any mistake ya kujaribu kufurahishwa na watu na nini. Wewe simama. Every day wacha macho yako kabla hujalala, angalia mawinguni. Angalia, mwambie Bwana, maisha yangu yako mikononi mwako. Na kama umewatch hii video mpaka saa hii, niko na jambo nataka kukuambia. Mimi kama prayer partner wako, hii wiki tuingie katika maombi, tuitishe kenye wewe unataka. Sema nitakuwepo. Sema tu nitakuwepo katika hayo maombi. Be with us. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo, na Mungu akubariki. Tuko na WhatsApp group, ingia pale kama haujakuja kwa WhatsApp group yetu, ingia tu hapa kwa link kwa bio hapa utapata. Na tupigie simu tuongee in case you are going through anything ambayo unataka counseling and therapy ama maombi tu yoyote. Let us talk about it. Wanasema a problem have solved na kuanga through talking it out. Njoo tuongee, because I know you are a winner na utatoboa maisha. Peace be with you in Jesus name.